wa kusema, pamoja na kuambiwa tusiogope, lakini kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kunyamaza na kuna wakati wa kuzungumza. Kama kiongozi, kuna maneno unatakiwa kuyaweka akiba. Sio kila jambo unatakiwa kulizungumza. Hata mama Mkatoliki, sio kila jambo unatakiwa kulizungumza. Kuna wakati mwingine wanasema maneno yetu kamdomo kanatutesa kina mama, kamdomo kanatutesa. Hata kwenye familia, baba anakimbia. Maandiko yanasema ni bora kukaa kwenye pembe ya dari kuliko kukaa na mwanamke mgomvi. Wakati mwingine tunawafukuza baba kwenye familia ambao tunawahitaji sana katika malezi, hasa siku za leo. Na mara nyingi wanasema kama wanawake, slogan inayoendelea sasa hivi ya kupromote single parenting, single motherhood, single fatherhood inatupeleka pahali pabaya. Nilisema habari za mama Bikira Maria kama ni mama aliyebarikiwa sana, mama aliyekuwa tofauti, lakini pamoja na kuwa mama wa Mungu, pamoja na kukingiwa dhambi ya asili, pamoja na kumzaa Masihi, lakini Mungu akasema hawezi kumlea Yesu peke yake akawa mwanaume kamili, akaenda msalabani akatufia na kutukomboa, akampa baba mlishi Yosefu. Pige makofi kwa baba Yosefu walioko hapa. Kwa hiyo jeuri ya pesa, jeuri ya uzuri, jeuri ya mali, jeuri ya degree nilizo nazo hazitoshi kulea mwanaume aliyekamilika. Hazitoshi pia kulea mtoto wa kike aliyekamilika. Ikiwa ni bahati mbaya baba wa familia hayupo, hiyo inaeleweka, ni kitu tofauti. Lakini wazazi tuwalee watoto wetu kutambua thamani ya maisha ya ndoa. Ikiwa wamekubali kuwa baba mama wa familia, watambue uzuri uliopo kwenye thamani ya maisha ya ndoa. Kuna raha na kuna karaha. Sisi Wakatoliki tunaamini hakuna Pasaka bila Ijumaa Kuu. Hakuna rose inayo bloom kama haina thorn. Sasa tusitegemee kwamba maisha yatakuwa ni mserereko. Kwa tuwasaidie watoto wetu watambue kwamba hata katika magumu kuna uzuri na kuna ukamilifu. Nguvu ya ukimya itatusaidia. Tunda la ukimya ni sala na imani. Tunda la imani ni upendo. Tunda la upendo ni huduma, na tunda la huduma ni amani. Haya alisema Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta. Abigail anaporudi anaambiwa habari za alichofanya mumewe, anafanya haraka. Akawachukua watumishi, akachukua divai, akachukua na vitu vilivyonona kwamba aende kwa Mfalme Daudi kuomba msamaha. Na soma mstari wa 33 anasema, Daudi anasema, na ibarikiwe busara yako na ubarikiwe wewe uliyezuia hivi leo nisimwage damu wala kulipiza kisasi kwa mikono yangu mwenyewe. Daudi akapokea mikononi mwake vile alivyomtolea, akamwambia, haya kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako. Tazama, nimesikiliza sauti yako, nami nimeukubali uso wako. Maisha tunayoishi leo, changamoto kwenye familia hazikosekani. Hata kama mngekuwa mnaishi kama malaika, hata kama mngekuwa mnaishi kama mko paradisi, lakini shetani lazima atawatafuta kama ambavyo alimtafuta Ayubu kupima mustakabali wa familia yako na muunganiko wako na Mungu. Lakini hapa tunamwona huyu binti anaitwa Abigail anasimama kwenda kumvaa mfalme kuomba msamaha, kuiokoa familia yake. Na mfalme anasema, kwa hakika usingekuja nikakutana na wewe njiani, nilikuwa naenda kuangamiza kila mtoto wa kiume ndani ya familia yako. Leo hii kama akina mama ukasikia mume wako kafanya fraka huko barabarani, unasema atapambana na hali yake. Lakini mwisho wa siku kitakachotokea, mimi kama mama, maumivu yale nitayabeba. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa tunapomtazama mama Bikira Maria kama kioo, tutambue pia kwamba wako wanawake washoka katika Biblia. Wako wengi, akina Maria Magdalena, akina Yohana mke wa Kuza, ambao walitoa mali zao kumtumikia Yesu, wakiambatana na Yesu na wanafunzi wake kuwahudumia. Mwanamke wa Serapta na wengine wengi ambao wamesemwa kwenye Biblia wanaonyesha mfano halisi wa utumishi wetu ndani ya kanisa.
Swali la kujiuliza, tunakwama wapi? Soma kitabu cha sura ya 68 aya 11, anasema wanawake waenezao habari ni jeshi kubwa, legion. Sisi tunaeneza habari zipi? Tunaambiwa kwamba mwanamke alikuwa wa kwanza kupata habari za kufufuka kwa Kristo. Lengo ilikuwa ni kwamba habari hizi ziwafikie wengi, habari njema za ufufuko. Jiulize katika siku yako, maneno unayosambaza, unayopelekea wengine, yanajenga ama yanabomoa? Yanaacha maumivu au yanaponya roho? Yanaleta amani au yanaongeza mfarakano? Anapokuja Shosi akakunong'oneza, Evelyn kasema hiki, Margaret Asenga kasema kile, lengo ni nini? Tunaalikwa kujenga na kueneza upendo. Kauli mbiu yetu inasema kwa upendo wa Kristo, upendo kwanza, alafu ndio tuweze kutumika na kuwajibika. Na hili ni kwa kila mmoja, sio kwa viongozi, lakini ni kwa kila mmoja kwa nafasi yake. Sio kwamba mimi nawajibika kwa sababu Mungu amenipa nafasi ya uongozi. Ndio, ni kweli vitatakwa vingi zaidi kwangu kwa sababu Mungu alinipa nafasi ya kutumika. Lakini kila mmoja aliyebatizwa, kwa ubatizo tu, kila mmoja alipewa ofisi 3: ukuhani, unabii na ufalme. Tunazitumiaje hizo ofisi? Kwanza ni upendo ndani ya moyo unaojua kusamehe. Ndio wito wetu wa kwanza. Bila msamaha hatuwezi kufanikiwa. Tutakosana tu hata kama tunapendana kiasi gani. Hatujaumbwa tufanane, na tofauti zetu ndio msingi wetu, ndio rasilimali yetu, kwa sababu tunatofautiana ili tukamilishane. Sasa kama hakuna upendo unaosamehe, hata sisi viongozi watano hatuwezi kufika. Achilia mbali hadhira hii ya wanawake ambao tumepewa wajibu kwao. Lakini kama viongozi na kama wanawake wa Katoliki, kwa sababu wote ndani ya familia ni viongozi, tunaalikwa kujenga urafiki na Kristo mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Adem vele, adem nole. Urafiki wa kupenda yale yale na kuchukia yale yale. Same desires, same dislikes. Kwamba niwe una urafiki na Kristo, kuyapenda yale yale aliyoyapenda Kristo na kuyachukia yale yale ambayo aliyachukia Kristo. Wana ujumbe maalum wa kujitambua, kujiamini na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Nawashukuru sana kwa wito. Naomba viongozi wa WAWATA isiwe tu mara moja kwa mwaka. Kumbe Watagala tukiweka angalau mara 2 kwa mwaka itapendeza. Ni surprise kwangu napoona watu wamechangamka siku ya leo. Nilidhani ni sherehe ndogo tu, kumbe ni kubwa namna hii. Nawashukuru sana walioandaa na WAWATA wote kwa jumla. Mtakatifu Maria Salome. Ndugu wapendwa, maneno ya hayati Baba Mtakatifu Francisco aliyosema kuhusu mwanamke, akisema hivi: hakuna wokovu bila mwanamke. Yeye kwa mwili wake na tumbo lake la uzazi ndiye chanzo cha uzima. Yakomba, mwenyekiti wa WAWATA Parokia ya Mtakatifu Maria Salome. Leo tumekusanyika hapa katika ukumbi wa Nobo Kimara Mwisho kwa lengo la maadhimisho. Tunamalizia maadhimisho ya wiki ya mwezi wa wanawake. Tulishindwa kufanya kipindi kile cha mwezi wa 3 kwa sababu tulikuwa kwenye Kwaresma, lakini sasa tumekusanyika leo. Lengo kuu ni kupeana semina, mafunzo mbalimbali ya ujasiriamali, ya malezi kama akina mama na mengineyo ambayo yanatuhusu kama akina mama wa parokia, na katika uwajibikaji wa kichungaji wa kiimani.
kauli mbiu yetu inasema mwanamke jitambue, jiamini na umtumikie Mungu. So katika masomo yetu leo, katika mada zetu zitatoa katika kujitambua, kujiamini na kumtumikia Mungu kiroho, na katika mambo mengine ya kijamii. Malezi ya watoto tunayalea namna gani, kiimani watoto tunawalea namna gani, watatakiwa wawe wa namna gani. Vile vile tutakuwa na mada ambayo inahusiana na sheria. Mwanasheria atakuja kutupa kidogo kuhusiana na sheria hasa zile zinazowahusu wanawake, hasa katika mambo ya mirathi, katika mambo ya sheria za ndoa mara nyingi, na kuepukana na mambo yale ya unyanyasaji. Mara nyingi kina mama kama na mama tunashikwa na unyanyasaji wa kijinsia bila ya sisi kujitambua na tujui sheria zinasema nini. Basi tutapata kidogo kutoka kwa mwanasheria. Leo lengo letu lilikuwa ni kukusanya wanawake wote kutoka parokia ya Mtakatifu Maria Salome ambao wanafikia kama wanawake 500 hivi, lakini kwa leo tumekusanyika wanawake 200 ambao tuko hapa tunasherekea pamoja. Ujumbe wangu kwa siku ya leo, wanawake ni katika kushirikiana, katika kushirikiana kijamii na katika uwajibikaji wa kiroho, kufuata mafundisho ya Mungu na kwenda kanisani. Na katika kijamii kama nilivyosema ni katika kujitambua, kujiamini na mwishowe naingia tena kiroho katika kumtumikia Mungu. Kwa hiyo wanawake wote tujijenge, tuwe washiriki katika mambo ya kijamii na tuwe washiriki vile vile katika mambo ya kumcha Mungu. Tusiache nyuma, na haya yatatusaidia hata katika malezi ya watoto wetu. Watoto wetu wanatakiwa wajengwe kijamii, jinsi ya kushirikiana na watu na jinsi ya kumtumikia Mungu. Kama wanawake wa Maria Salome tumeona kwamba tufanye kitu kwa ajili ya maendeleo ya umoja wetu wa wanawake katika parokia, na tukaja na hili wazo la gala ambayo nia yetu kubwa ni kutafuta pesa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kutegemeza parokia yetu na pia sisi wenyewe kama chama cha kitume cha WAWATA. Kwa hiyo tukaandaa hii shughuli ambayo tutatafuta pesa kwa ajili ya shughuli mbalimbali, ambapo pia tulitamani kujenga grotto ya Mama Bikira Maria. Sisi kama wamama pia tunatambua umuhimu wa Mama Bikira Maria katika kanisa letu Katoliki. Kwa hiyo na kwenye parokia yetu hatuna hiyo grotto. Kwa hiyo tukasema jinsi gani tutapata pesa ili tuweze kujenga au kufanya huo ujenzi. Kwa hiyo tukaja na hili wazo. Pia tukatamani kuna michango mbalimbali kwa ajili ya WAWATA, kuna shughuli mbalimbali za kutegemeza jimbo, kutegemeza parokia. Kwa hiyo tukaona hichi kitu kinaweza kutusaidia sisi kama wamama kupata pesa kwa ajili ya hizo shughuli zote za kitume katika parokia yetu.